nadhani jamii imesahau kwamba wanaume ndio kichwa cha familia. Lakini wanaume hawapewi kipaumbele kama wanawake wanavyopewa kipaumbele. Ingetakiwa na sisi tuwe ni wakati wetu wa kupewa kipaumbele kama wanawake wanavyopewa kipaumbele. Na baadaye tunakufa mapema, kutokana tunawaza sana. Tunafanya kazi mpaka tunapitiliza kutokana na majukumu tuliokuwa nayo. Naona bana, maisha yenyewe sasa yameshakuwa tight. Kazi imekuwa ngumu, yani kwa sababu baada ya sasa hivi unamlea mtoto wako mpaka anakuwa mkubwa, akienda mjini kufanya kazi, kwanza anamtumia bana, mama chukua hela hiyo hapo, baba utampa kidogo bana. Kwa hiyo mama kwanza mzigo kwanza unafika kwa mama, alafu baba ndo anakadiriwa, wakati yeye baba ndo alikuwa analipa ada. Baba alikuwa anatoa kodi ya nyumba mjini hapa. Unaona bana, kila kitu anafanya, lakini kipaumbele zaidi anapewa mama. Chako wanaume kwenye familia kama kawaida. Yani baba anahangaika, lakini mwisho wa siku utasikia nani kama mama. Unaona bana, lakini tulikopitia hivi watoto wanakuwa hawajui. Unaona bana, lakini wakishapata mambo mazuri utasikia nani kama mama. Na haki ya wanaume au mchango wa mwanaume katika jamii haueleweki, yani unafichwa, unapotea. Na ndio maana siku ambayo inatajwa zaidi ya wanawake duniani, na siku ile ya wanaume au ya wazazi sijui wa baba duniani haitambuliki, wakati kumbe hii ndio ilikuwa iko bora, kwa sababu hata maandiko pia Mwenyezi Mungu yanasema kwamba mwanaume ndio awe kiongozi. Mwanamume ndio ambaye anaonekana ndio jembe lenyewe. Kwa hiyo kutokana na swala la kwa mwanamume lazima aonekane, ni jambo ambalo lilikuwa la muhimu zaidi sana. Wa baba sisi ndio wakina kinyo wenyewe, ndio ambao tunajulikana katika mitaa yote. Wakishakuwa sasa ndio hivyo, anabezi sana kwa mama, baba namna gani vipi, lakini baba naye ana mchango mkubwa wa kimaisha. Anatoka, anapambana, anarudi nyumbani, mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo sasa ndio hivyo, tuamke sasa hivi tuelewe naye baba naye ana mchango gani. Yaani wanaume hawana kuwa na siku yao hata, sababu wanaume ni tegemezi. Wakina mama kuwa na siku yao ni kwamba ilivyokuwa imepangwa, unaona. Lakini mwanamume ukimwambia kuwa na siku yao, ndio maana unaiona haina nguvu. Yani hao watu muda wote ni wahangaikaji. Ukichunguza maasilimia wengi wa mababa wanakufa, wanabakia wa mama. Kwa sababu gani? Baba anakuwa mtu wa kuwaza kila siku maisha magumu, lakini akirudi nyumbani watoto, baadhi tunasikia kwenye maredio, watoto wengi wanawatelekeza mababa na wababa wanakuwa wafai tu. Sasa basi mfumo huu tunakwenda mpaka lini?